Mambo vipi Ambokile? Hivi pale Yanga kuna mabeki wanaoweza kuwazuia washambuliaji wa Simba wakiongozwa na Eli Mpanzo, Ateba na Kibu Denis. Yaani kule ndo uchochoro. Unazungumziaje bato ya Eli Mpanzo na Israel Mwenda? Mbali na njia. Kweli Mpanzo amekuwa na ubora, lakini hata Mwenda pia naye amekuwa na ubora. Tangu kocha Hamdi amemwamini, lakini ninachokiamini ni bonge moja la bato. Yaani usumbufu uko pale pale hata kama na ubora na yeye Patrick Mwenda, lakini kusumbuliwa kuko pale pale. Maji ataita mma. Amini ninachokwambia. Yaani uhakika, yaani kule ndo uchochoro wa Mpanzo. Kwa Israel Mwenda. Kule kwa Israel Patrick Mwenda, ule ni uchochoro wa Mpanzo kule. Subiri uone. Akiwa na siku nzuri kazini Mpanzo, uchochoro wake ni kwa Mwenda. Akibadilisha upande akaenda kwa Boka. Akibadilisha upepo kwa Boka huko uchochoro vile vile. Ndio nakuelekeza mimi, sina angalia ubora wa mchezaji, akiwa na mpira, anapotembea na mpira. Unajua kabisa huyu mtu. Na ukizingatia uwanja wa Mkapa pichi iko vizuri. Na uwanja unakubali boli itembee. Kwa hiyo wala sina shida. Ndio maana nasema huyo mwenyewe Patrick Mwenda ana kazini kwake, tena sio ndogo. Kwa hiyo itategemea tu. Leo Mpanzo anaamua apite kwa Boka au apite kwa nani. Zuberi Kwema, unaionaje safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba ikiongozwa na Ateba, Mpanzo na Kibu Denis? Mchezaji ambaye alikuwa anaweza kuendesha Simba alikuwa ni Kibu Denis. Simba sasa hivi yupo anaendesha Mpanzo, alafu yuko Ateba. Na Ateba anahitaji sana dabi kuliko Mkwala. Kwa sababu Ateba anawapoza Baka na Job. Hawawi comfortable kabisa kucheza na Ateba. Unajua Baka na Job wanakuwa comfortable wakicheza na mshambuliaji ambaye anapenda kutumia nafasi, akimbie kwenye mianya, kwa sababu wao wanaweza kushambulia half space. Sasa kama unawaletea mtu ambaye anakaa umepigaje hapo kama jangiri kwenye engo, anawapa wakati mgumu. Na tumeona hata dabi iliyopita kwa nini Kibu Denis alikuwa anapata zile runways, anasema sema zile running track, anakwenda kwenye maeneo anakimbia, anakwenda anakuja deep side movement, anapata maeneo ndani kukimbia, kwa sababu Ateba ndo alikuwa anawafanyia shadow kati ya Ibla Baka na huyu bwana mdogo nani huyu Job, Dickson Job. Kwa nini? Kwa sababu yeye Ateba ni aggressive, na siku zote defender akikutana na mshambuliaji aggressive hawi comfortable hata kidogo. Aggressive alafu ana speed. Sasa mtu kama Kibu Denis ambaye anaweza kucheza kwa pesi, lakini pia unapomwachia manya anakuja maeneo mengi ambayo anakuepo mtu kama Ateba, anafanya nyinyi wengine mmegundishwa kwenye gundi, sasa hamwezi kumwacha. Lakini ukimwacha na Mkwala, kwa sababu Mkwala anajua anapenda mipira kwenye nafasi, wao wanachoangalia kuzizuia nafasi peke yake. Ateba huwezi kumwacha. Ateba anapokea direct pass. Unajua mshambuliaji mzuri duniani ni yule anayepokea pasi kama transformer. Umeme wa mbali anafanya kazi, umeme wa karibu anafanya kazi. Ateba faida yake ni transformer players. Mtu ambaye ukimpa pass direct anapokea, kwa sababu atakuscreen, anafanya body screening na ball screening. Lakini kuna mchezaji mwingine anataka mipira kwenye njia, mkishaanza kumkumba mmemtoa mchezoni. Sasa Yanga dawa yao ni kuwapa mchezaji ambaye anasimama katikati yao, anaweka mpira kwenye mapaja. Yule hawezi kumwacha mbali. Maana yake hapo Diki lazima atakana huyo mtu, yule Baka naye hawezi kuondoka mbali. Maana yake anakuscreen, anakitani huyu na goli. Sema kinachokwenda kuwapa faida ni hiyo. Sasa hivi Simba wana faida moja. Wakati Ateba wanaweza kumtumia akawa ni kama bounce trick, kwamba akae kwa ajili ya kuwatuliza wale, kuwaletea ngome yao kwenda kwa wepesi. Maana yake wana watu ambao wanaweza kufanya deep running. Ndio Eli Mpanzo na Kibu Denis. Hawa wanaweza kuwa na madhara kwenye mashambulizi yote ya transitions, ama tunasema open floor, kwa maana mnakwenda mnashambulia. Lakini vita nyingine naiona kwenye midfield. Kwenye midfield pana vita, kwa sababu Simba wana watu wanaopenda kukaba kuliko kucheza. Mwaka huu